kutabasamu na pia wewe utainuliwa na tabasamu atalituma kwako. Naona pale zime katika 27 dakika baada ya saa 1 au saa 4, na ni wakati ambapo ningependa nikupeleke moja kwa moja kwa vidokezo ama taarifa kwa ufupi, kwa sababu ni mengi ambayo yamepewa kipaumbele katika taarifa za siku ya leo. Na hii leo ningependa tuanzie kutoka kule Marekani, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden ametia sahihi sheria inayoruhusu ndoa za jinsia moja, ndoa kati ya mume na mume, ndoa kati ya mke na mke, na vile vile ndoa inayoruhusu ama sheria ambayo inaruhusu ndoa kati ya watu wawili wenye rangi tofauti, yani interracial marriages. Ni swala ambalo kwa kweli akizungumza hiyo jana alikuwa anasema kwamba watu wakumbuke miaka 10 iliyopita alipoulizwa swali hilo kwenye televisheni, na ni swala ambalo wengi ambao ni wapenzi wa jinsia moja wamelifurahia sana kule Marekani. Kubakia pale pale Marekani, kumbuka kwamba hii leo Rais William Ruto yuko kule Marekani kwenye kongamano la viongozi wa Marekani pamoja na Afrika, na saa 4 usiku wa leo atakuwa na hutubia lile kongamano kuzungumzia mambo tofauti tofauti, hasa ya ushirikiano wa kibiashara pamoja na uwekezaji. Wakati huo huo, nchi tofauti tofauti zimesema kwamba zitatoa msaada wa dola bilioni 1 kwa taifa la Ukraine ili kusaidia taifa ile kujenga miundo misingi ambayo imeharibiwa kupitia mashambulizi kutoka kwenye taifa la Russia. Nitoke kule nikupeleke katika taifa la Kongo, ambapo watu zaidi ya 140 wameaga na mamia kuachwa na majeraha na kuachwa bila makao baada ya mvua kubwa kunyesha katika taifa lile, mvua ambayo ilisababisha mafuriko makubwa. Na vile vile nikikupeleka kule Rwanda, wakimbizi ambao ni wana DRC ambao wanakaa katika taifa la Rwanda, hiyo jana wameandamana kulalamikia mauaji ambayo yanaendelea katika sehemu ya mashariki mwa Kongo, wakisema kwamba ni swala ambalo kwa kweli wanalikashifu na kukemea kwa njia ya kipekee. Na nikiachana na swala hilo, Anthony Blinken amesema kwamba Marekani imefurahishwa sana na hatua ambazo zinaendelea kuwekwa na Rais wa Angola Joao Lourenço, ama zile hatua za kuhakikisha kwamba kuna mwafaka wa amani katika taifa la Democratic Republic of Congo. Aliyezungumza haya katika kongamano ambalo linaendelea kule Marekani la viongozi wa bara Europa pamoja na bara la Afrika. Nikiachana swala hilo, ni kurudishe kidogo hapa nchini Kenya, ambapo hii leo katika kaunti ya Meru, Gavana Kawera Mwangaza anatarajiwa kufika mbele ya bunge la kaunti hiyo ili kujitetea kuhusiana na hoja ya pili ambayo iliwasilishwa mbele ya bunge hilo la kumuondoa afisini. Hilo likifanyika, kumbuka kwamba hiyo jana wabunge kunradhi madiwani pale katika kaunti ya Meru walitafuta maoni ya wananchi kuhusiana na kuondolewa ama kutondolewa kwa Gavana Kawera Mwangaza afisini. Wengi wakasema, ama baadhi wakasema aondolewe, baadhi wakasema asiondolewe. Kwa hivyo ni mseto wa hisia kutoka kaunti ile. Kumbuka kwamba wiki iliyopita jaji Jaji Cherere alikuwa ametoa alitoa hukumu kwamba ama alitoa agizo la kusitishwa kuondolewa afisini kwa Gavana Mwangaza, akisema kwamba mchakato ule huko umefuata sheria, lakini wale madiwani wakiongozwa naye Dennis Kiogora pia waliwasilisha mswada ule wa kumuondoa mamlakani Kawera Mwangaza kwa njia ya pili tena. Na nikiachana na swala hilo, ni kupeleke kwenye eneo tofauti, hasa kuhusiana na afya, ambapo mataifa ya Afrika yameshauriwa yatafute njia mwafaka za kuhakikisha kwamba
yanajitengenezea chanjo zake, dawa zake, na kuhakikisha kwamba utafiti unafanywa kwenye vituo vya utafiti kuhakikisha kwamba magonjwa mengi ambayo yanachipuka yanakomeshwa. Haya aliyezungumza mwenyekiti wa Aheti ambaye alisema kwamba Afrika ni mataifa ama ni ibara ambalo magonjwa mengi yanachipuka, kwa hivyo ni vizuri tuwe tumejitayarisha kwa kujitengenezea chanjo. Na nikikupeleka kwenye sekta ya elimu ama wizara ya elimu ni kwamba TSC ama afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Macharia asema kwamba kuanzia mwaka ujao walimu wataanza kupandishwa vyeo, na alitoa idadi ya walimu 15,000 ambao anasema kwamba wanaendelea kutafuta mwafaka ama njia ama michakato ama njia za kuhakikisha kwamba wale walimu wanapandishwa vyeo. Alikuwa anazungumza hayo mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu, akisema kwamba kuna mambo ambayo watazingatia, labda wale ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu, wale ambao shule zao zinaendelea kufanya vizuri. Wakati huo huo wakisema kwamba walimu wakuu wa shule ambao ni wa sekondari wanafaa kuwa pale shuleni mpaka mitihani ya kitaifa KCSE itakapotamatika. Mitihani hiyo ambayo itatamatika siku ama tarehe 23 mwezi huu. Nikiachana na swala hilo nikupeleke kwenye idara ya spoti ama wizara ya spoti. Waziri wa spoti Ababu na Mwamba anasema kwamba Kenya inajiunga na mataifa mengine na inaweka mikakati kuhakikisha kwamba inakomesha kabisa matumizi ya dawa za kusisimua misuli, hasa kwa wale ambao ni wakimbiaji ama wakimbizi ambao kumbuka kwamba Kenya mataifa ama lile taifa ambalo ama ile idara ambayo inasimamia michezo sema kwamba baadhi ya Wakenya wamepigwa marufuku hasa kuhusiana na matumizi ya dawa za kutitimua misuli. Nikupeleke kwenye tume ya kupambana na ufisadi EACC kwamba kuna mfanyakazi mmoja katika county government ya Nairobi ambaye semekana kwamba ni milionea, lakini huyu mfanyakazi amekuwa akipata mshahara wa shilingi 55,000 kwa mwezi, swala ambalo EACC kiangalia amemiliki ama anamiliki mali nyingi zaidi ambaye hayawezi kuelezwa kupitia kwa mshahara wake. EACC sasa afunga akaunti zake ambazo inasema kwamba ana zaidi ya shilingi milioni 48 na pesa hizo amezipata chini ya miaka 5. Kitu anasema kwamba ni kama ama atumiwa kujihusisha na ufisadi. Wilson na Hashon Kanani sema kwamba alipata kitu kinaitwa kickbacks. Sema nitakupatia tenda lakini utanipatia kitu kidogo. Na mwisho kabisa kabla sijatamatisha, serikali inafanya utafiti wa udongo katika kaunti tofauti tofauti na maeneo tofauti tofauti ili kujua ni aina gani ya mbolea ambayo itapatia wakulima katika maeneo tofauti tofauti. Najuza kwamba katika eneo la Mlima Kenya pale udongo unaonyesha kwamba kuna asidi ya juu kabisa. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli litasaidia kuhakikisha kwamba udongo unawekwa in a neutral state. Na kumalizana na swala hilo ama kuachana na swala hilo, governor wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasri sasa anasema kwamba kaunti ile ya Mombasa iko na wafanyakazi wa kaunti wengi sana, akisema kwamba zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa mwezi zinatumika kuwalipa wafanyakazi, akisema kwamba itabidi idadi ya wafanyakazi katika ile kaunti wapunguzwe ili kuhakikisha kwamba fedha za ile kaunti ambazo zinafaa kufanya maendeleo hazitumiki vibaya, hasa kwa kulipa wafanyakazi. Na nikiachana na swala hilo pia nikupeleke kule Meru kwenye mahakama moja kwamba
Mahakama ya Meru hii leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusiana na kesi ambayo iliwasilishwa na wapiga kura watatu ambayo ilikuwa inapinga kuondolewa afisini kwa Juliana Cherera, Irene Masit, Justice Nyangai na Francis Wanderi. Kesi ambayo ilikuwa imemjumuisha Juliana Cherera na Irene Masit, ambao mawakili wao wanasema kwamba kuna kesi kama hiyo katika mahakama moja kule Nairobi. Kwa hivyo leo hii mahakama itatoa uamuzi kuhusiana na iwapo wale makamishna wawili waliokuwa makamishna wawili watajumuishwa katika ile kesi au la. Na chama cha walimu cha KNUT sasa kinashurutisha kurudishwa kwa mfumo wa kupandishwa mamlaka. Katibu mkuu wa chama hicho Collins Oyu anasema kwamba kuanzia mwaka ujao wanahitaji kwamba kila mwalimu apate faida kutokana na kazi yake, sio kwamba viongozi tu ndio wanapata faida, akisema kwamba inafaa walimu pia wapate marupurupu ya kutosha, akisema kwamba wanataka walimu waongezwe mishahara kwa 60%. Na nikiachana na swala hilo, turudi katika kaunti ya Kisii ambapo kumekuwa na kizungumkuti, kumekuwa na kutokuwepo na maelewano kati ya gavana Simba Arati na seneta Momoima Onyonka Richard, ambaye alijiunga na viongozi wengine kutoka kule Kitutu Chache kumkashifu gavana kwa labda kuajiriwa kwa watu katika kaunti. Sasa hivi wakazi kutoka Bobasi wanamkashifu sana Momoima, wanasema kwamba anayofanya ni kumkosea heshima gavana, wakimtaka afanye mazungumzo, wakae chini wazungumze, waelewane ili maendeleo yafanyike badala ya malumbano. Na mwisho kabisa, waziri wa ICT ambaye ni Eliud Owalo hiyo jana alizindua kituo cha interneti bila malipo katika soko moja la wakulima kule Nairobi, akisema kwamba vituo zaidi vitafunguliwa maeneo tofauti tofauti nchini ili kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia ile mitandao, ile interneti, kuhakikisha kwamba wanajisaidia katika maisha. Na kumalizia, chama ama ile tume ya IBC ilianza kikao cha kutathmini uchaguzi wa Agosti 9. Makamishna nilimwona Abdi Gulie pale wakizungumza kuhusiana na changamoto ambazo walipitia katika uchaguzi wa Agosti 9, hasa wakizungumza kuhusiana na swala la kukosa fedha kwa miaka 5 mpaka ule mwaka wa mwisho ambapo ndipo walipopatiwa zile fedha za kuandaa uchaguzi, kusema kwamba ni swala ambalo linafaa kurekebishwa. Na vile vile IBC inasema kwamba ni vizuri zile huduma namba zitumike kutengeneza register ama sajili ya wapiga kura. Ni baadhi tu ya yale ambayo yalikuwa hapa ndani, ni mengi ambayo yamesalia, lakini kwa sasa niruhusu nikupe wimbo ambao umeimbwa na Justice Mielo, unasema atawale. Kwa sasa nashukuru sana kwa kuendelea kuwa nami, nikirudi nitakuwa naangazia jumbe zenu kwa haraka, kwa hivyo usicheze mbali. Naitwa